Bwana Yesu asifiwe. Leo tumekuja kuigiza kuhusu kisa cha Yona. Hapo zamani za kale palikuwa na nabii aitwaye Yona. Mungu alimpenda sana Yona. Siku moja Mungu akamwambia kitu kikubwa sana Yona. Yona, ondoka uende Ninawi, ule mji mkuu ukaukemee, maana nimeona mauti yake sana. Yona akasema, hii kazi ngumu sana, inabidi niende mbali kabisa. Mungu hapo hawezi kuniona, mbali kabisa. Yona akachukua begi lake na kwenda bandarini kupanda meli ya Tarshishi mbali sana na Ninawi. Alipokuwepo kwenye meli, Yona alikuwa amelala, huku nje ya meli kuna dhoruba kali. Akipiga kelele kule kwenye meli, tusaidieni, tunakufa! Baharia mmoja akaenda kumwamsha Yona. Watu wasikizi, amka wewe, amka wewe, amka muombe Mungu wako, amka wewe, amka. Yona akaamka, wabaharia wakapiga kura ikamwangukia Yona. Wabaharia wakimuuliza maswali Yona. Wewe ni nani? Umetoka wapi? Wewe kabila gani? Mimi ni Mwebrania, ninamcha Mungu, Mungu wa mbingu, Mungu wa nchi na bahari. Mungu alinituma niende Ninawi, lakini mimi nilikuwa sitaki kwenda kule ambapo anataka mimi niende. Tukufanye nini ili bahari itulie? Nitupeni kwenye maji nayo bahari itatulia. Mungu, naomba utusamehe na kutuhurumia kwa kumtoa mtu huyu uhai wake. Yona alipokuwepo baharini, Mungu akamtuma samaki mkubwa aje ameze Yona. Yona alikaa kwenye tumbo la samaki kwa siku 3 usiku na mchana, huku akimwomba Mungu wake, Mungu, naomba nisamehe kwa dhambi zangu. Hata hivi ukiniambia kitu nitakusikiliza. Mungu, naomba nisamehe, nitakutii wewe. Mungu, naomba nisamehe. Mungu akamwamuru samaki yule mkubwa ateme Yona kwenye nchi kavu. Yona akaanza kusema, nimechoka, Mungu kanipa adhabu kubwa sana. Nimechoka. Mungu akamwambia tena Yona, ondoka uende Ninawi, ule mji mkuu, ukautangazia ujumbe wangu uliokupa. Huu ni ujumbe wenu kwa Mungu. Mnafanya matendo maovu sana. Mungu kakasirika. Mungu ana hasira. Mungu akiwa nyie watu mtaangamia wote, nyie watu wa Ninawi. Baada ya siku 40 hazijapita, Mungu amesema nyie watu mnafanya matendo maovu sana. Mungu amekasirika. Ana
habari hizi zikamfikia mfalme. Mfalme akatoka kwenye kiti chake cha enzi, akavua vazi lake la heshima na kuanza kusema, mimi mfalme pamoja na wakuu wangu wote, awe binadamu wala mnyama, asishike chakula chochote wala kunywa maji. Watu wa Ninawi waliposikia hizo habari, waliposikia habari mfalme aliwapa ya kuvaa magunia, wakavaa magunia na kuanza kumwomba Mungu awasamehe. Mungu tusamehe, najua tumefanya maovu sana. Mungu tusamehe, tumeiba, tuhurumie, tusamehe kwa dhambi zetu. Tuhurumie Mungu na dhambi zetu, tusamehe kwa dhambi zetu. Yona alikasirika sana na kuanza kusema, haya mambo ndio niliyokuwa nawaza ile niliyokuwa nyumbani. Ndio maana nikakimbilia meli ambayo inaenda Tarshishi, nikajua wewe ni upendo na amani. Ukasiriki haraka. Mungu, watu watajua mimi ni mwongo. Mungu, kwa hiyo Mungu, naomba uondoa uhai wangu, maana mimi bora nife kuliko kuishi. Yona akaenda upande wa mashariki wa Ninawi, akajenga kibanda chake huko. Alipokuwa anataka asubiri aone mji wa Ninawi utakavyoharibika. Akiwa upande huko wa mashariki, Mungu akautuma mmea wote kwenye hiko kibanda chake. Mmea ulipoota, siku iliyofuata Mungu akamtuma mdudu aje auharibu huo mmea. Mungu akamjia tena Yona, Yona, je, wafanya kukasirikia mmea huu? Ndiyo, nafanya vyema kukasirika. Hasira yenyewe kabisa, nife kabisa. Je, unaona wivu mimi nikiwasamehe watu wa Ninawi? Ndiyo. Watu 120 ambao wanafanya watu wa Ninawi ambao 120 ambao wanafanya mabaya na mema. Ndiyo. Kisa chetu kimeishia hapa. Amina. Rafiki yangu mpendwa, leo tumejifunza kuhusu moja, Mungu yupo kila mahali. Kama Yona alivyodhani kwamba Mungu hatamuona alipokuwa kwenye meli, lakini Mungu akamuona. Mbili, tunatakiwa kumtii Mungu kama Yona alivyotumwa na Mungu, lakini yeye alikataa na alikasirika sana na aliamua kwenda kupanda meli ambayo inayoenda Tarshishi. Tatu, Mungu anasamehe. Mungu aliwasamehe watu wa Ninawi. 4, kumbe watu wanabadilika kama watu wa Ninawi walipomwomba Mungu msamaha. 5, tunapaswa kumwomba Mungu mahali ambapo tumwombe Mungu kila mahali kama Yona
anasamehe. Tunamwomba mtu yoyote yule aje atuwekee ombi kuhusu la watoto. Mungu ambaye wewe ni muumbaji wetu, Mungu ambaye wewe ni mkombozi wetu. Asante Baba kwa upendo wako ambao umetutendea katika maisha yetu. Asante kwa kutukubali tena siku ya leo tuko ndani ya hekalu lako. Sifa na utukufu tunarudisha kwako. Baba mwema, masaa ya asubuhi hii tusamehe mahali ambapo tumekukosea. Mahali ambapo tumenena, tumewaza, tumetenda kinyume na mapenzi yako. Tuhurumie, utusamehe ili upate kusikia maombi yetu tunapoyaleta kwako. Asante Baba kwa kutupatia mbaraka wa kutupatia watoto katika kanisa hili. Tunakushukuru maana umetupatia watoto ambao wanapenda kukutumikia, watoto ambao wanapenda kuwajibika kwa ajili ya kazi yako. Asante kwa kisa kizuri ambacho wametuletea, kisa cha Yona ambacho kina mafundisho mengi ndani yake ambayo watoto hawa wameyatoa kwa ajili ya kutufundisha sisi ambao tunaishi leo. Baba mwema, tunaomba uwabariki watoto hawa, tunaomba uwasaidie watoto wetu, tunaomba uwape amani, tunaomba uwape afya njema, tunaomba uzidi kushikilia maisha yao, akili zao zifunguke, wanapofundishwa waelewe, wafanye vizuri, wanapojitahidi kukutumikia Mungu wa mbinguni. Tunaomba ukawasaidie katika maisha yao, wasaidie katika mambo ya kielimu, wawezeshe kufanya vizuri, wawezeshe kuwa na mafanikio makubwa katika maisha yao, wafanye kuwa baraka katika jamii, wafanye kuwa baraka katika familia, lakini wafanye kuwa baraka katika makanisa, ili wazidi kukutumikia na mwisho sifa na utukufu vikurudie wewe. Asante Baba kwa kuwa utawalinda na wazazi wao, utawapatia nguvu na uwezo wa kuweza kuwalea katika maadili mazuri ya kuendelea kukutumikia Mungu wa mbinguni. Kawabariki pia katika huduma zingine watakazofanya siku ya leo, zikakutukuze wewe, zikakuwakilishe wewe, na mwisho wa ibada ya leo sifa na utukufu vikakurudie wewe. Amani yako iwe nasi. Roho Mtakatifu atawale katika sabato hii ya leo, atawale katika maisha yetu. Leta utulivu tukakuabudu kwa kicho, na mwisho ukazidi kutubariki katika maisha yetu. Kila aliyeingia hapa tunamweka mikononi mwako. Tunaomba akakutane nawe katika ibada hii ya leo. Aliyeingia akiwa mgonjwa, naomba Yesu ukamponye. Aliyeingia akiwa na shida yoyote, na akuone Yesu katika ibada ya leo, atoke akiwa amebarikiwa. Asante Mungu wetu, maana umesikia maombi yetu. Utakuwa nasi mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho, maana tumeomba tukiamini ni katika jina lake Yesu aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina. Pendo ni furaha, ni kweli desturi lake kuzisahihisha njia zetu zote. Yupendo tu watoto wake, yupendo wana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu.
tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana, na atakapokuja kutuchukua juu, tutaimba milele pendo lake Yesu. Yupendo tu watoto wake, yupendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Parapanda itakapolia, ikiwaita watu waliolala, tutakaa nao kwenda mawinguni, kisha tutapokelewa nao malaika, tutarukaruka kama ndama wa zizi. Parapanda itakapolia, ikiwaita watu waliolala, tutakaa nao kwenda mawinguni, kisha tutapokelewa nao malaika, tutarukaruka kama ndama wa zizi. Mambo ni mazuri tukivuka mto, tukifika kwa Baba, tutaimba haleluya, hosana, hosana mwana wa Daudi usifiwe. Mambo ni mazuri tukivuka mto, tukifika kwa Baba, tutaimba haleluya, hosana, hosana mwana wa Daudi usifiwe. Tutatembea kama bibi harusi, tukiingia iwa Yerusalemu, tukinyata nyata kwa furaha, tukizunguka kwenye meza ndefu ya kioo. Mwenyeji wetu wa mji atatukaribisha. Tutatembea kama bibi harusi, tukiingia iwa Yerusalemu, tukinyata nyata kwa furaha, tukizunguka
Amri ya 6 na amri ya 5 nasema waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Utakapomheshimu baba yako na mama yako, utapata vingi, utapata baraka. Pale ambapo utakuwa hauheshimu kila unachoambiwa na mzazi wako, hautapata chochote zaidi ya kupata laana. Amina. Amina. Tunajifunza hata kwenye kisa cha Gideoni. Gideoni asingekuwa mtiifu, asingekuwa na heshima, yeye asingechaguliwa kuwa kiongozi. Daudi asingekuwa mtiifu, naye pia asingekuwa kiongozi wa nchi hii. Amina. Ambaye mchana wa leo anahitaji kuwa mtiifu kama alivyokuwa viongozi wa zamani kama Daudi na Gideoni. Kuanzia leo nitamkaribisha Kaka Daniel Kasika aje atuombee. Naombeni msimame wote. Amina. Watoto wazuri tusimame, kabla na wazazi pia tuweze kusimama. Tufunge macho kwa wazuri. Mimi sitafunga macho kama naangalia watoto ambao hawatafunga macho. Tufunge macho. Baba wetu mtakatifu, watoto wako tuko mbele zako. Tunashukuru kwa ajili ya somo fupi kutukumbusha namna ya kuwa na heshima katika ibada yako inapotukuzwa. Tunapokwenda kipindi kingine, tunaomba uweze kusimamia kupitia jina lako Kristo. Amina. Nionyeshe
wa jeshi ambaye alikuwa na nguvu nyingi sana. Alikuwa tendi mema ambapo alikuwa akienda kwenye vita zake. Siku moja alipoenda kwenye vita alimteka binti mdogo na kumfanya mjakazi wake wa nyumbani. Naamani japokuwa alikuwa ni jemedari mkubwa, aliumwa ugonjwa ambao unaitwa ukoma. Ulikuwa anaukoma kuanzia unyayoni hadi utosini. Naamani alifadhaika sana kwa sababu yeye ndiye alikuwa jemedari mkubwa wa jeshi lao. Alihuzunika sana na alikuwa hataki kukutana na watu. Binti yule japokuwa alifanya mfanyakazi wa ule ndani kwa jemedari Naamani, hakumchukia Naamani, lakini alimwambia kuwa kule kwa Israeli kuna mtu wa Mungu ambaye anaweza akamsaidia akapona, ambaye ni Elisha. Alipoenda kule Naamani alitumia farasi na wafanyakazi wake kadhaa. Walipofika kule, Elisha hakuongea na Naamani, lakini aliagiza kijakazi wake akampa ujumbe wa Naamani. Kijakazi yule alipofika alimwambia Naamani kuwa anatakiwa kaoge katika mto wa Yordani mara 7. Na zama hizo mto Yordani ulikuwa ni mto ambao ni mchafu, hakuna ambaye angeweza kwenda kuoga katika ule mto. Na Naamani aliona kama atajishusha hadhi yake katika kwenda kuoga katika ule mto ambao ulikuwa hauna thamani ya yeye kuoga, kwa sababu yeye alikuwa ni jemedari mkuu. Naamani alighadhabika sana alipoambiwa hivi, lakini wafanyakazi wake walimsihi kuwa anatakiwa aoge kwa sababu alikuwa anataka kupona. Naamani kwa hasira alienda katika mto Yordani. Alipofika alioga mara ya kwanza, ukoma hakutoka. Akaoga mara ya pili, ukoma hakutoka. Akaoga mara ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Mara ya 7 Naamani alipoibuka alikuta mwili wake una ngozi nzuri ikifananishwa na mtoto mchanga. Watu wengi walifurahi sana na wafanyakazi wake pia walifurahi. Na Naamani kuanzia siku hiyo akaanza kumwabudu Mungu wa mbinguni. Nasemaje kwa kisa? Kisa chetu kinatufundisha tunatakiwa tuwe na imani na tusifikirie kitu ambacho hata kama una madaraka makubwa utajibu kitu ambacho unaambuka kifanye ukikataa. Kama Naamani aliona yeye ni jemedari mkubwa hawezi kuoga katika mto wa Yordani, lakini mto ule ndio ulimponya yeye akaendelea kuwa Naamani na jemedari mkuu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumebarikiwa na kisa cha Naamani? Basi nakaribisha yule aliyejiandaa na kisa cha Daudi. Na watoto tunaomba mkae vizuri, tujipange tu viti vyetu. Chakaini tunamkaribisha aliyejiandaa na kisa cha Kaini, dakika 10. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo naenda kuelezea kisa cha Kaini na Abeli. Kaini na Abeli walikuwa watoto wa kwanza kwa Adamu na Hawa. Kaini alikuwa mkulima na Abeli alikuwa mfugaji. Mungu alikubali sadaka ya Abeli, sio ya Kaini. Kaini alikuwa anamtolea Mungu sadaka zile ambazo zilikuwa zimekauka kama matunda, alikuwa anamtolea Mungu. Na pia Abeli alikuwa anamtolea Mungu kondoo wa kwanza aliyenona. Na Kaini akamwita ndugu yake na kumwambia, nimeona kondoo mdogo akikatiza shambani kwangu, nikimkamata nitamla nyama. Na kisha Kaini akapita kulia na Abeli alipita kushoto.
kuna dhambi ilikuwa inakuotea, unatakiwa uiepuke, lakini akasema nisamehe Bwana, sitarudia tena. Kisa chetu kinatufundisha tusiwe na wivu kwa marafiki zetu na kwa ndugu zetu. Amina.
Ezekieli akatoa neno, mifupa ikawa hai tena. Leo litatoa neno la unabii juu ya mifupa mikavu, nayo itakuwa hai kama ya moto, ewe mwanadamu. Ezekieli akatoa neno, mifupa ikawa hai tena. Ezekieli akatoa neno, mifupa ikawa hai tena. Basi leo ni kama ile mifupa mikavu, Bwana twaomba tupe upya mioyo yetu imejawa kiburi, uasherati. Pasipo wewe sisi hatuwezi fanya lolote. Bwana twaomba tupe upya. Basi leo ni kama ile mifupa mikavu, Bwana twaomba tupe upya mioyo yetu imejawa kiburi, uasherati. Pasipo wewe sisi hatuwezi fanya lolote. Bwana twaomba tupe upya. Yatatoa neno la unabii juu ya mifupa mikavu, nayo itakuwa hai kama ya moto, ewe mwanadamu. Ezekieli akatoa neno, mifupa ikawa hai tena. Yatatoa neno la unabii juu ya mifupa mikavu, nayo itakuwa hai kama ya moto, ewe mwanadamu. Ezekieli akatoa neno, mifupa ikawa hai tena. Ezekieli akatoa neno, mifupa ikawa hai tena. Amina. Tukiwa tunaendelea na sasa zawadi, ninaamini Yesu ameinuliwa sana kupitia mafundisho mbalimbali ya watoto yaliyotolewa hapa mbele. Naamini Mungu ataendelea kuwainua na mtakuwa raia wazuri katika dunia hii na mtakuwa raia wema katika ufalme wa mbinguni. Lakini awali ya wote naambiwa upendo, nataka kwa agape. Upendo, agape. Jamani, agape mpo? Bwana Yesu asifiwe. Mikono juu. Tumejifunza sana mengi kutoka kwenu. Kwa kweli nimefurahi. Kwanza mmechangamka, mko shapu hata wakati wa kutoka. Yaani naamini watoto wengine kuna vitu wamejifunza, kuna vitu tumejifunza nyinyi kutoka kwa watoto wengine, lakini na kutoka kwenu pia. Kwa hiyo naamini yote yalikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mimi niwatakie kila laheri. Mungu awatangulie, lakini msilale. Muendelee kujinoa zaidi na zaidi, ili tuendelee kufanya kazi ya Mungu na mwisho wa siku tupate kuurithi uzima wa milele. Mungu awabariki sana. Niwaache kwa kiongozi wa mbele. Amina. Basi agape, tunawatakia safari njema mnaporudi nyumbani. Mungu awe nanyi.